naumia. Hata kama huo mwili utakuwa hauonekani vizuri, nilikuwa nataka mtoto nimuone, ule mwili niuone hapa. Nizike, nijue nimezika mtoto. Nisingetaka serikali iseme watoto wale watazikwa pamoja kule. Hiyo itanitia mimi maradhi, itanitia ugonjwa. Sasa mimi langu lilikuwa naomba kama itawezekana mtoto aletwe, mwili uletwe huku ndio nizike mwenyewe, babake azike, tuwe ndugu nao pia wajue kama mtoto wetu tumemzika. On Tuesday alinipigia simu akaniambia, mama, niko na tension. Nikamuuliza, kuna tension ya nini mwanangu? Mbona kama ni baba yako ameamua akusomeshe na yualipa fees, ukimwambia nataka hiki mwanangu yuakupa. Tafadhali mwanangu, naomba usome. Makosa ni kuwa sikumuuliza ile tension ilikuwa ni ya nini. Alikuwa mtoto mwenye akili, mtoto yani tuseme haudhi mtu. Yani alikuwa na cooperate na kila mtu, very cooperative. Alafu aliniambia, mama, mimi nasoma lakini I want to be a neurosurgeon. Ya sasa naona lengo yake ameenda nayo mwenyewe. Na mimi alikuwa akiniambia, mama, usione sisi kwa vile tunasoma ukaona shida kidogo ukafikiria tuombee mama, sisi tukimaliza kusoma tutakusaidia. Lakini naona msaada nimekosa kwa sasa. Kwa kweli habari hizi tulizipata kwa njia ambayo ilituumiza mioyo yetu sana. Lakini cha kushangaza ni kwamba tunashangaa tuko na vitengo vya usalama ambavyo vimesimamia skuli hii, vimezingira skuli hii ya utumishi. Lakini la ajabu ni kwamba moto umetokezea na watoto wote waliofariki na waliopatwa na matatizo, na skuli imepatwa na pigo ambalo wanajeshi, polisi, National Youth Service wote wamezingira. Hakuna hata vile wanaweza kuokoa watoto kama hao waliofikwa na shida kama hii. Kwa hivyo tunaomba kwa serikali, at least serikali iwe itashughulika na kufuata sheria ambazo zinawajibika kulinda wananchi, kwa sababu hii ni kuonyesha kwamba serikali iko na upotevu mwingi sana ambao hawaangalii wananchi, especially wanafunzi. Wakati huu ambapo shule nyingi zinaungua, ni kwamba tunashangaa kwa nini shule ziungue kama serikali iko.